mambo mengine mengi kwa ajili ya kutengeneza spiriti za kwetu ziwe imara. Ukikuta charismatic imelala, lazima uwe na maswali. Tumsifu Kristo. Yaani ukienda kwa charismatic, mheshimiwa mgeni rasmi, ukakuta charismatic iko cholo, hapana, sio charismatic. Sifa moja yapo ya charismatic ni mtu ambaye kachangamka, na sio amechangamka kwenye maneno tu, amechangamka kwenye neno, amechangamka kwenye maombi. Yaani ukikuta charismatic Katoliki ajui imani ya kanisa lake, hapana, sio kwa charismatic ambao mimi nawajua. Tumsifu Kristo. Kwa hiyo lengo la kimsingi, nimesema kimsingi kila mbatizo, yaani wale hapa ambao wamepokea sakramenti ya ubatizo, kila batizwa ni mkarismatic. Amina, watumishi wa Mungu. Nipo na watu. Nipo na watu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe uliyeko hapa ni mkarismatic, pigie makofi. Kuna mtu hajapiga makofi? Kuna mtu ambaye hajabatizwa hapa? Kuna mtu ambaye hajapata sakramenti ya kipaimara? Wote ni wakarismatic, pigia makofi tena. Nini lengo la charismatic ndani ya kanisa Katoliki? Kanisa Katoliki lina vyama vingi sana. Tumesikia kuna Legio Maria, kuna Rosariai, kuna Moyo wa Yesu, kuna Bikira Maria, kuna Mtakatifu Yosefu, kuna Mama Ana, kuna nini? Kuna kwaya. Yaani yapo lengo la vyama vya kitume ndani ya kanisa Katoliki. Lengo moja kubwa ni kwa ajili ya uamsho wa imani ndani ya mioyo yetu, ndani ya moyo wangu na moyo wangu. Ndio lengo kubwa, kutuweka pamoja, kutuleta kama familia. Tunarudi kwenye Revelation ya kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati Kristo anawaambia mtatoka kwenye ile eneo mpaka atakapoajilia huyo Roho Mtakatifu, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8. Kwa nini alisema vile? Kwa nini mitume walikaa sehemu moja wakiwa wanaomba? Kitendo cha mitume kukaa sehemu moja wakiwa wanaomba, kujifungia chumba cha juu. Kumbuka wale ilikuwa ni kanisa kama kanisa jingine. Kwa hiyo kitendo cha wao kujitenga ni kutengeneza ule umoja, na leo ndio maana utakuta leo Mama Ana nao wamekaa wanasali, utakuta kuna Rosariai nao wamejitenga wanasali, utakuta kuna hivyo tofauti wanajitenga nao pia wanasali. Lengo ni kwa ajili ya kuleta ule uamsho ndani ya watu wanaolizunguka kanisa Katoliki. Charismatic imenyanyuka na imeanza kufanyiwa kazi baada ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Ndipo mchakato ulipoanza kwa ajili ya kuingiza kwenye kanisa, kwa sababu ilikuwa inahitaji pia mafunuo tofauti, na ilihitaji pia uelewa na understanding ya kwamba tunahitaji kuchochea, kuwasha ule moto ambao ulikuwepo ndani ya kwako. Wakati unapewa ubatizo, wakati unapewa kipaimara, kuna moto uliopokea. Changamoto inayokuja ni kwamba ule moto usipoutumia unalala. Situation ya kuchukua maji na kuweka nini? Kuyaekea chumvi. Ukiyaekea maji chumvi, usipoyakoroga yale maji yanakuwa yana chumvi, lakini hauwezi kusikia ladha ya chumvi pasipokoroga. Kwa hiyo unapokuwa una Roho Mtakatifu ndani mwako, usipokuwa unamtumia, anakuwa amelala kama maji yaliyo na chumvi ambayo haijakoroga. Kwa Charismatic Katoliki ina kazi ya kuchochea karama ambayo imewekwa ndani mwako, ninaiashumu kama ndio chumvi uliopewa. Kuna chumvi iliyowekwa ndani mwako ambayo ni karama iliyoko ndani yako wewe. Ni karama ambayo ipo ndani ya kila mmoja ambaye anatuangalia hapo. Kwa hiyo kinachofanyika ndani ya Charismatic ni kuchochea ile karama ambayo ipo ndani yako. Sasa sijajua wewe uliko hapo na karama gani, lakini kila mbatizo, kila aliyepokea sakramenti ya kipaimara ana karama, kwa sababu ni zawadi ya Roho Mtakatifu ndani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wanatambua karama zao? Wangapi wanatambua karama zao? Wangapi wanatambua karama zao? Karama ni nini? Karama ni nini? Nimefanikiwa kufika jimbo la Arusha na mheshimiwa mgeni rasmi